Katika episodi ya 4 Mwamba Brown tayari tulishaona ameingia katika kisanga kizito, kwani alikuwa ameenda kufanya mazoezi ya kurusha upinde, ila Mwamba hajui chochote kile. Halafu akaanza kumwambia Uajini, unajua siku ya jana nilikuwa nimelala na mfalme lakini hatukufanya kitu chochote kile. Uajini alishtuka sana kusikia hivyo. Asa Brown ameshaanza kushtuka kana kwamba huyu Uajini mbona anahusishwa sana na tuhuma ya yeye kumsukumia katika maji, kwani kuna kitu gani kiko nyuma ya pazia? Bidada atakwenda kufanya utafiti. Basi ikabidi Mwamba Brown aweze kutoka hapo na moja kwa moja akaelekea kule jikoni. Akauliza, hivi Malkia anatakiwa kula mara ngapi kwa siku? Lakini Mwamba alisita kutoa jibu. Mwisho wa siku akasema anakula mara 3 mpaka mara 4. Kuangalia kuna vyakula vingi vimeachwa. Inaonekana kwamba Malkia sio mlaji sana. Sasa kumbuka kwamba mfalme bado ana kisanga kizito kutaka kumjua huyu Mwamba Brown ni nani. Kwa nini aliweza kumkuta katika lile jumba la kuuzia madada poa? Sasa kuna mlinzi wake alikuja kumletea taarifa kwamba tumeshaanza upelelezi mfalme. Lakini huku upande wa pili Brown hajui chochote kile kinachoendelea. Yeye yuko busy tu kujifunza masuala ya mapishi, tena anawafundisha wapishi wakuu wa ufalme. Mpaka inafika mishale ya saa 3 usiku bidada yuko busy na wapishi tu kuwapa masomo. Lakini kadri anavyozidi kuwasubirisha huku ndivyo ambavyo mfalme naye alikuwa anamsubiria huko magetoni. Mfalme alisubiri mpaka panaelekea kukucha bana. Bidada bado hajarudi, yuko busy tu na masuala ya mapishi na hajatoa taarifa yoyote ya dharura. Kama ingelikuwepo simu huenda angepigiwa. Huwezi kuamini bwana we, msosi ulipikwa kuanzia usiku mpaka palipoweza kukucha bana. Malkia ndio huyo anasubiria msosi ambao bidada amesema atakwenda kupika. Kwanza msosi wenyewe alipoweza kuona msosi gani umepikwa usiku mzima, alafu alivyoutazama ni kama ulikuwa ni mtamu, ila kabla hajauonja tu alivutiwa na harufu yake. Na Malkia baada ya kupiga ule msosi alitoka nje akiwa na furaha sana. Akamwambia, hongera sana kwa chakula kizuri, yani wewe kuanzia sasa hivi unatakiwa ndio unanipikia wakati wote. Ikabidi Mwamba Brown aanze kuelezea hatua ya kwanza mpaka ya mwisho namna gani aliweza kupika ule msosi. Malkia akasema hiyo ndio namna ambavyo chakula kinatakiwa kupikwa hapa ndani kila siku. Na hapo bidada akaruhusiwa kuijaza lile bwawa maji. Basi ilikuwa shughuli yake sio nyepesi kwa sababu kipindi hicho teknolojia ya mabomba ilikuwa hamna. Kwa hiyo akawa anachota huko analeta maji mmoja baada ya mwingine. Lakini ghafla tu wakati shughuli ya uchotaji wa maji inaendelea, kuna uvumi ukasikika kana kwamba Uajini ndiye aliyekuwa amemsukumia princess katika lile bwawa la maji. Habari hizi zikatapakaa parefu sana na zikamfikia mpaka mfalme, lakini mfalme alikaa kimya tu wala hakutaka kuchukua hatua yoyote ile, kitu ambacho kikaanza kuwashangaza kidogo wasaidizi wake. Wakaanza kuuliza, mfalme lazima uchukue hatua kwa sababu princess inaonekana alisukumwa na Uajini. Lakini mfalme aliongea neno moja tu, wewe ni msaidizi wangu ambaye umenitumikia kwa miaka mingi, unaweza ukaniamini katika jambo hili na ukimya wangu ukagundua kwamba una maana. Basi jamaa akakaa kimya tu, alafu mfalme akamrushia Mwamba kisu. Jamaa akakwepa, akagundua kwamba mfalme yuko serious katika ukimya wake, na moja kwa moja mfalme akaenda kumtembelea bidada Brown. Lakini Mwamba alipokuwa akimtazama mfalme na harufu ambayo anaisikia inafanana sana na harufu ya mtu ambaye alimvamia siku ya jana, japokuwa alikuwa hajaiona sura yake, ila akagundua kwamba aliyekuwa amemvamia atakuwa ni mfalme. Na mfalme alipogundua kwamba bidada anatetemeka akagundua kwamba huyu ni msaliti. Haiwezekaniki siku ya jana atoke nje ya ufalme alafu nimkute akiwa amevalia nguo za kiume. Akawa anachomoa kisu chake, na hapa mfalme alikuwa anasubiria bidada aonyeshe tu ishara kana kwamba ameweza kumgundua mfalme, alafu akionyesha tu kwamba ameweza kumgundua, basi mfalme amezamilia kumwangamiza. Na baadaye bidada akaanza kuzungumza sentensi nyingine tofauti kabisa na za pale, akiwa anazungumzia masuala ya vyakula. Mfalme akashtuka kana kwamba huenda basi bidada hamkumbuki ama hakuwa amemgundua siku ya jana, lakini ukweli ni kwamba Mwamba ameshagundua kabisa mtu aliyekuwa amemvamia siku ya jana na kumshikia mpanga ndio alikuwa huyu mfalme. Kwa hiyo hii imekuwa siri baina yao na wote wanadhania kwamba wajuani, kumbe wanajuana vizuri. Alafu mfalme akatia sumu katika kikombe ambacho bidada anatakiwa kunywa kinywaji. Sasa bidada akaigiza kana kwamba ajui chochote kilichoendelea, lakini alikuwa anafahamu kila kitu. Ikabidi tu kunywa kile kikombe chenye sumu, kwa sababu asipokinywa kile kikombe manake atakuwa anajua siri ya mfalme, na akinywa manake atakuwa hajui siri ya mfalme, yani hana mashaka na mfalme. Lakini bidada baada ya kunywa kile kasumu kidogo akampatia mfalme, akasema siwezi nikanywa mimi pasipo kunywa wewe, nakupenda. Mfalme akadatishwa na mahaba, akajikuta huyo kanywa ile sumu yote. Alafu haraka sana akamfuata bidada akampiga kisi akiwa anamfyonza ile sumu aliyokuwa ameweza kuinywa. Mfalme akasema unatakiwa kuniamini bana, niamini kwamba mimi naweza nikakusaidia kuitoa hiyo sumu ambayo iko ndani ya mwili wako. Bidada akawa anajisikia kizunguzungu tu. Wakati huo anazidi kupepesuka, mfalme akafunga milango bidada asielekee popote, na akaanza kumwambia ni kitu gani ambacho ulikifanya siku ya jana na maneno yapi ambayo ulinisikia na yaongea usiku wa jana, nataka uniambie. Bidada akaanza kufunguka akisema kwamba unadhani mimi sijui mpango wako? Najua kwamba una mpango wa kuniua na wala hunipendi wewe, kwa hiyo mimi niko huru kwa chochote kile ambacho unataka kunifanyia kifanye. Kama unataka kuniua niue hata sasa hivi. Mfalme baada ya mabishano makali sana na bidada alirudi katika ngome yake na alikuwa na hasira sana. Mlinzi wake wa karibu akawa amemfuata, akauliza mfalme, kuna shida gani? Mfalme akasema nimekosea sana, nimeshindwa kufanya maamuzi mbele ya Malkia kwa sababu alikuwa anaongea kwa spidi sana, nimejikuta napoteza kabisa ujasiri wa kufanya maamuzi. Sasa bwana, kundi ambalo linamchukia mfalme walikuwa wakijadili
wakajadili siku ya leo wanawezaje kupata fabriki zile zinazotumika kutengenezea mavazi, na wakagundua kwamba zinapatikanika ndani ya ufalme. Basi katika usiku huo huo wakavamia ndani ya jumba la ufalme na wakaanza kuwapumzisha hawa wafanyakazi ndani, na mtu mmoja ambaye alikuwa amevalia kinyago cheusi akaanza kuuliza ni nani aliyekuwa amemsukumiza princess katika maji, tafadhali nijibu. Lakini hakuna jibu lililoweza kutolewa wakati ule. Sasa asubuhi pamefika, Mwamba Byong-yang yule ambaye tunajua ni tajiri sana, alafu huyu jamaa kumbuka kwamba ndiye ambaye alimpendaga sana bidada, hasa amerudi asubuhi yuko kuongea na mfalme, na bila shaka yeyote ndiye aliyekuwa anafanya upelelezi siku ya jana kujua kwamba princess ni nani alikuwa amemsukumia katika maji, kwa sababu yeye alikuwa anampendaga princess parefu tu. Hasa katika ufalme mtu pekee ambaye sasa hivi anaijua siri ya mfalme ni mmoja tu, ni bidada Brown, kwa sababu anafahamu kwamba mfalme amewahi kutoka na kuelekea katika jumba la makahaba kufanya kikao na kaka yake, na wana mpango wa kumuua kiongozi mkuu wa jeshi. Kwa hiyo bidada Brown anatakiwa kuitunza hiyo siri sana, kwani akiitoa tu ama akijaribu kufungua mdomo wake ndio itakupa mwisho wa maisha yake. Hasa huyo ambaye bana ndio Malkia katika huo ufalme, kwa maana ya kwamba ndio mama yake na yule mfalme, alikuwa siku ya leo anazungumzia kwa habari ya vyakula ambavyo bidada anavitengeneza, na akasema kwamba vyakula vyako ni vya kipekee sana, na akasema kuanzia sasa hivi nataka uwe unaniandalia vyakula vyote hapa katika ufalme wewe peke yako. Sasa bidada Brown akawa busy sana katika maandalizi ya vyakula. Kuanzia sasa hivi ndiye atakayekuwa anamwandalia Malkia, kwa maana ya kwamba mama yake na mfalme. Sasa unajua bana, kiongozi mkuu wa masuala ya mapishi anachukia sana vitoto vinavyoingiaga ndani katika chumba cha mapishi. Baada ya kusikia harufu ya vyakula vizuri, akawa anakitimua kile kitoto, toka hapa ndani. Lakini bidada Brown akasema njoo mtoto mzuri, njoo, una njaa? Akasema ndio. Akampatia yai moja la kuchemsha, alafu akamwambia nitakupa chakula kingine, sawa, subiria hapa. Lakini mkuu wa masuala ya vyakula akasema bana, vitoto vitoke huko ndani. Alafu mkuu wa masuala ya mapishi akasema kiutamaduni ni kwamba wanawake hawaruhusiwi kuingia jikoni kufanya mapishi, kwa hiyo natakiwa izuiliwe jambo hilo. Hasa kitu cha kushangaza, utamaduni wetu sisi huku kwa Bongo na mataifa mengine wanawake ndio ambao wanawajibika kwenye masuala ya vyakula, ila kwao ilikuwa ni tofauti katika miaka hiyo. Basi bwana bidada akaandaa msosi mmoja wa kutumia viazi vitamu pamoja na maziwa. Sasa moja kwa moja msosi ulipoweza kumfikia Malkia, yani mamake na mfalme, alipokula huu msosi akasema msosi ni mtamu vibaya mno. Lakini licha ya kwamba alikipenda hiki chakula, bado hakukipendelea kidogo, kwa sababu kilikuwa kimekuja kikiwa kimepoa. Bidada akaanza kuwaza atafanyaje vyakula viwe vinakuwa vya moto muda wote. Basi kwanza bidada akaamua kuita wafanyakazi wake kama kawaida, akaanza kuambia jamani, tuendelee na kazi ya kuendelea kujaza maji katika kile bwawa letu, na akagundua kwamba hii kazi ilikuwa ni kazi ya kuchosha sana. Akawatengenezea kinywaji fulani ambacho ukinywa hicho kinakubusti sana nguvu yako, yani kama glucose fulani hivi. Sasa huku ndani bana bidada Miss Hua Jin alikuwa anamtafuta mfanyakazi wake, anagundua kwamba hayupo mpaka dakika hii. Kwa dakika hiyo taarifa ikaja kwamba Miss, unatakiwa kujikubali wewe mwenyewe, usimwamini mtu yoyote, hata mfanyakazi wako wa karibu. Hii taarifa ilimshtua sana Hua Jin, akawa anafikiria ni kwa nini ameambiwa hayo maneno. Lakini huko upande wa pili tunaonyeshwa mfalme akiwa anataka kutoka nje ya ufalme, na tena alikuwa anaelekea katika maeneo fulani ya asili sana, ila kuna mtu ni kama alikuwa anamzuia mfalme asiweze kutoka, lakini baadaye akaweza kuruhusiwa. Sasa mfalme alikuwa anaenda kukutana na bidada Hua Jin. Kumbe mfalme na Hua Jin kama kawaida walikuwa ni watu ambao wanapendana sana, ndio maana Hua Jin alitakaga kumuua Malkia. Mfalme akaanza kumwambia bidada Hua Jin, anasema nataka kila kitu kiweze kufika mwisho, haiwezekaniki mambo haya yakawa yanaenda kama yanavyoenda sasa hivi. Lakini bidada Hua Jin akamwambia asiwe na haraka kiasi hicho, atulize mshono. Yani mfalme anataka kwenda kumkomboa mfanyakazi wa karibu wa huyu bidada Hua Jin, kwa sababu inaonekana ametekwa na amepelekwa kwa watu ambao kama vile wana mpango ubaya na mfalme. Na ukumbuke kwamba huyu mfanyakazi anajua siri zote za bidada Hua Jin. Kwa hiyo ukweli utakapokuja kuwekwa wazi, manake Hua Jin atatakiwa kuuliwa kutokana na taratibu za kifalme. Sasa mwamba mfalme hataki kabisa bidada Hua Jin aweze kukamatwa. Na mfalme kwanza akaanza na princess, akamfuata bidada Brown na akaanza kumwambia, wewe ni kitu gani umemfanyia bidada Hua Jin? Kwa nini ana mawazo sana? Sasa bidada Brown akawa haelewi mfalme anazungumzia kitu gani. Mimi nimfanyie kitu gani Hua Jin? Kwa nini nimfanyie hicho kitu? Sasa kumbe Hua Jin alikuwa ameelekea kwa Malkia mkuu katika huu ufalme, na akaanza kumuomba kwamba naomba umwachilie yule mfanyakazi wangu, inaonekana ameshikwa na wewe. Na bidada anasema kwa sababu kitu ambacho atakwenda kukuambia msaidizi wangu ndio hicho ambacho mimi nakwenda kukuambia sasa hivi. Ukweli ni kwamba mimi ndiye ambaye nilikuwa nimemsukuma princess katika lile bwawa la maji. Na wakati bidada amefunguka tu ukweli wake, wakati huo mfalme naye alikuwa anafika eneo la tukio. Kumbuka mfalme anampenda sana bidada Hua Jin, na Malkia akatangaza hadharani kwamba bidada Hua Jin anatakiwa sasa kupewa adhabu kali kama mfano kwa wengine ambao watajaribu kumgusa princess. Na kutokana na taratibu za kifalme, mwamba ndiye anayetakiwa kumuua bidada Hua Jin. Mfalme akawa amechomoa upanga wake, akamsogezea kidogo bidada Hua Jin ule upanga, lakini bidada Brown akapinga na akasema acha mara moja. Sasa ukweli ni kwamba bidada Brown anakumbuka kwamba kisima ambacho kinatumika kujaza maji katika lile bwawa lake kimekauka. Sasa hapa akapata mpango, akasimama mbele ya Malkia na akasema kwamba huyu
huyu bidada Uajin hakuweza kuniua, bali mimi nilijitupia katika maji mimi mwenyewe. Sasa wakati bidada anaendelea kuyaongea haya, huku upande wa pili walinzi wa mfalme walikuwa wanafanya operation kumtafuta yule mtu ambaye alikwenda kumvamia mfanyakazi wa bidada Uajin, na yule mtu inasemekana kwamba huwa ana mtindo wa kuvaa kinyago fulani usoni. Walimpiga mwamba mkono wa kutosha, na mwisho wa siku walifanikiwa kumkomboa yule bidada ambaye ni mfanyakazi wa bidada Uajin. Sasa huku vikao vinaendelea kule, kumbe watu wamevamia na tayari wanamkomboa yule bidada, kwa sababu yule akibanwa vizuri na akaojiwa anaweza akakiri wazi na kusema kwamba Uajin ndiye aliyekuwa amemsukumia princess katika maji, kitu ambacho kitaonekana kana kwamba princess alikuwa anajitetea tu, na mwisho wa siku Uajin atachukuliwa hatua. Kwa hiyo mfalme aliagiza watu kuweza kumlinda Uajin. Bidada Uajin alipotazama namna ambavyo bidada anamtetea, akabaki anashangaa, ni nani ambaye unaweza kumtenda ubaya katika dunia ya sasa na akakulipa mema, mpaka akajikuta anazimia. Eti naye bidada Brown alipoweza kuona Uajin amezimia, eti naye akajifanya amezimia, mfalme akawa anamsogelea. Bidada amefumba jicho moja huku anafumbua tena, na jambo la kushangaza ni kwamba mfalme mbadala wa kumbeba malkia wake na kumondoa hapa, bali alikwenda kumbeba Uajin peke yake, kitu ambacho kikamuumiza sana bidada huyu ambaye anafahamika kama Brown. Na yule bilionea katika ufalme anayefahamika kama Byung-in akafika pale mbele na kumbeba princess. Kumbuka kwamba Byung-in anampenda sana princess, na huyu ndiye alikuwa mpenzi wake wa siri, lakini ukumbuke hapa aliyebebwa ni mwamba Brown, na Brown hana mapenzi yoyote kwa huyu mwamba kwa sababu hata amjui. Kivumbi leo hii imekaaje? Mfalme anambeba Mtubaki alafu Mtubaki anakuja kumbeba malkia. Hii imekaa vipi? Tukutane katika episode ya 5, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Wanakuambia moto ndo kwanza unaanza. Jambo la kufanya, gusa alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu na alama ya kengele.